Mimi sio mtu ambaye naweza kuondoka bila kufata utaratibu. Kama unavyojua, mipaka yote ya Kenya na Tanzania ni mipaka ambayo iko porous, haina ukuta wala zuio. Kwa hiyo ningekuwa nataka kuondoka kinyemera, mimi ningepita pembezoni, wala wasingeniona. Nimepita barabarani ambapo naonekana, wao ndio wamenifungulia gate. Nimeingia na gari yangu mpaka upande wa pili wa Kenya, ambako ndo kuna one border stop point, ambapo nilitakiwa kuwa stamped, kugongewa muhuri wa exit na muhuri wa entry Kenya, ili nikamzike baba ambaye mimi ni rafiki yangu binafsi, ni rafiki wa chama chetu na ni kiongozi wa kidemokrasia Afrika. Kwa hiyo hilo la kusema kwamba nimepita bila kufuata utaratibu ni upotoshaji, na ningekuwa sijafuata utaratibu, hata passport yangu wasingeichukua. Kwa hiyo the fact kwamba wana passport yangu, ni kweli kwamba nimefuata utaratibu mpaka wamechukua passport yangu. Ni baba wa demokrasia wa Afrika. Kwangu na kwa chama chetu lilikuwa ni tukio kubwa, na ndio maana umeona hata mwenyekiti wetu, pamoja na kwamba yuko gerezani anashtakiwa na kesi ya uhaini ambayo hukumu yake ni kifo, bado kwa umuhimu wa Raila Amolo Odinga alituagiza sisi viongozi wenzake tuhakikishe tunaenda kumzika Bondo. Sasa ni bahati mbaya tumezuiliwa kwenda kuzika. Ni tukio la kinyama, la kikatili, ni tukio ambalo mimi litaishi na mimi maisha yangu yote hapa duniani, kwa sababu kwangu mimi lilikuwa ni tukio la kihistoria kwenda kumzika baba, na ingekaa kama kumbukumbu nzuri na historia kubwa kwangu, kwa sababu nimeshiriki kumwaga mtu wa kipekee hapa duniani.